A quite good number we met this week. Labda wachache tu ndio sijajua. Lakini most of you nimeingia katika nyumba zenu. Bwana asifiwe. Amen. Tunashukuru Maulana kwa sababu ya sabato ya leo. Sitapoteza muda mwingi sana, sababu ninapotizama masaa yangu na vile ambavyo ninatazama masaa yenu, muda umetuacha. Kwa hivyo masaa tulio nayo ni masaa ya mbingu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Wale ambao wanaandika, ningependa muweze kuweka jambo hili chini. Wale ambao wamebarikiwa kuwa na kalamu, wale ambao wamebarikiwa kuwa na kitabu, basi andika mada hii. Na pia kama una Biblia, tuandamane kwa kufungua mafungu haya. The alphabet of God. The alphabet of God. I don't know whether you understand the alphabet. If you can be told to name the letters. I don't know whether you understand the alphabet. The Lord is good all the time. The Lord is good all the time. So today we want to learn the alphabet of God. The alphabet of God. I remember when I was a child, before I went to school, I used to joke. When I was taken to school, I was put under discipline teacher. Who disciplined me? But the first thing he brought into class, I was introduced to the alphabets. The Lord is good. Amen. So I was introduced to the alphabet. I remember my teacher teaching me this way. Say letter A. Letter A. Say capital A. Say small a. So it will say, as we repeat, capital A, small a, capital B, small b. Those who refuse to learn the capitals, those who refuse to learn the small letters, even writing them, finally they were declared to be fools. They were not promoted to the other level. So I remember I went to nursery class. After I went to baby class. After month, I was taken to a nursery class. After another 2 months, I was taken to pre-unit. So in the same year, I went to baby class. I also went to nursery. And the very same year, I went to pre-unit. Why? Because I understood the alphabets. I also understood how to write them. Finally, when the year ended, I was promoted to class 1. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. So
the foundation of every language. The foundation of every language. Be it my Kikuria, be it Yuadoluo, be it Kisi. I want to assure you, if you don't understand the alphabet, you cannot read the word Yahweh. The Lord is good. Amen. The Lord is good. Amen. So alphabet is the foundation or the basis of all true greatness. If you want to be a master, if you want to be a carpenter, you have to understand the alphabet. If you also want to be a cook, you must understand the alphabet. So alphabet is great. Praise the Lord. So the basis of all true greatness in this world lies at the knowing of the alphabet. So if I want to be a doctor, I cannot be a doctor if I fail to understand ABCD. If I want to be an engineer, I cannot be an engineer if I don't understand Abachada. The Lord is good. Amen. And they have improved it. Today you go to baby class. Baby class or you will be taught how to sound it. So capital A, you will be told it is sound A. If it is capital B, you will be told sound. So are you getting that? So those are sounds. So the kingdom of English. The kingdom of English lies at the understanding of the 26 letters. The secret of all true greatness in this world. The secret of all the knowledge in this world. The secret of all wisdom in this world lies at the foundation of all knowing the ABCD. So if today a 26th man comes and says I want to be a teacher, yet I don't understand the ABCD, can I be a doctor? Can I be a teacher? No. I'll be told, go back to pre-unit. Go back to PP1 and understand the ABCD of everything. And the same way in the kingdom of God, we have to understand the ABCD. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah, Kanisa. So if I want to be a Christian, friend, heaven will not admit anyone. Heaven will not admit anyone who doesn't understand the ABCD. If you don't understand the ABCD of God, you will not be admitted in the kingdom of God. That is how serious it is. The way the world terms the seriousness of education. It is even more worse in the kingdom of God. It is more serious in the kingdom of God.
if you want to go to the next level of education, you must go back to the school and begin from the very foundation. What am I trying to say? Friend, the alphabet of God. Christ is the alphabet of God. So you have to understand Christ. You have to understand Christ first of all. Christ is the first and the last. Let's go to our verse. Revelation chapter 1. Revelation chapter 1. Verses 17. Let's read verses 8. I am the Alpha and Omega. Those who have studied the letters, you will understand that we have Alpha, we have Beta, we have Gamma, and so on up to Omega. So friend, you have to understand Alpha, Beta, Gamma, up to Omega. Those are the alphabets. Then when we come to the kingdom of God, hallelujah, Kalisa. When we come to the kingdom of God, every church member, anyone who wants to get heaven at last, he has to understand the alphabet of God. He says, I am the Alpha and Omega. I am the A. I am the Z. Praise the Lord. I am the A. And I'm also the Z. So Christ says, I am the first. And also I am the last. So if things go wrong, try to choose Christ the first. If things go worse, if it be worse, the last option should be Christ. So your first option should be Christ. Your last option should be also be Christ. Praise the Lord. Amen. He says, verse 17, and when I saw him, I fell at his feet as dead, and he laid his right hand upon his head. Fear not. I am the first, and also I am the last. Praise the Lord. Amen. Christ says, I am the first, I am also the last. I am the A, I am the B, I am the C, I am the G, and also I am the M. I'm also the Z. Why don't you choose Christ, friend? Praise the Lord. Amen. No one will enter heaven who do not understand the alphabet of God. He also says in Revelation 22 verses 13, he says these words, I am the Alpha and Omega, the beginning and the last, and the end, the first and the last. Christ is the first, Christ is the last. He is the beginning, he is the end. So if anyone wants to come to Christ, if anyone wants to inherit the kingdom of God, lazima tena tuweze kusoma abacha na kila ambacho kimefanya kanisa limefifia.
kile ambacho kimefanya kanisa limelala ni kwamba bado halijamtambua Kristo. Kanisa bado halijaelewa maana ya ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe kanisa. Ni kwa nini bado kanisa linalala? Ni kwa nini bado kanisa halijapata uamsho wa kweli? Ni kwa sababu hawajaelewa Abachada. Lazima kanisa ielewe Abachada. Wale ambao wameelewa Abachada katika familia wanaendelea mno. Wale ambao wanaelewa Abachada wamekuwa ni madaktari. Wale ambao walielewa Abachada wamekuwa ni walimu. Wale ambao walielewa Abachada wamekuwa ni wahubiri. Kwa hiyo kama hujaelewa Abachada, utaitwa wewe ni janeko. Utaitwa wewe mwenda wazimu. Utaitwa majina ambayo hayafai. Kwa hivyo katika ufalme wa Mwenyezi Mungu, wale ambao lazima majina yao ipatikane pale, lazima wawe wameelewa Abachada ya Mwenyezi Mungu. Sijui kwa nini unajiita Mkristo. Bwana asifiwe kanisa. Kama unanipata sema amina. Bwana asifiwe. Kwa nini unampeleka mtoto shule? Kwa nini unataka mtoto aweze kufunua akili? Ni kwa sababu unataka aelewe Abachada. Wapendwa katika Abachada ya Mungu, lazima kila mmoja wetu aweze kuelewa. Lazima kila mmoja wetu apate kuelewa. Naye leo ninakwambia haya. Katika ufalme wa Mwenyezi Mungu, Yesu ndiye Abachada. Wanafunzi wakamuuliza Yesu siku moja. Kitabu ni cha Mathayo 18. Kwa nani tena pale? Ili niweze kuonyesha jambo moja pale. 18. Wake ni wa kwanza. Anasema maneno haya. Saa ile wanafunzi wakamwendea Yesu akisema, ni nani basi aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni? Haukusoma na mimi. Haukusoma na mimi. Tunasoma tena. Anasema, saa ile wanafunzi wakamwendea Yesu wakisema, ni nani aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni? Bado kanisa halijaelewa jambo hilo. Wapendwa, bado hamjaelewa jambo hilo. Who is great in the kingdom of God? Who is great in the kingdom of God? Who is called wise in the kingdom of God? Who is called knowledgeable in the kingdom of God? Who is called knowledgeable in this kingdom of the earth? He who understands the ABCD. Praise the Lord. Praise the Lord. He says, akasema, mstari wake ni wa pili anasema, ni nani basi aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni? Akaita mtoto mmoja, akamweka katikati yao. Kwa hivyo Kristo akaita mtoto mmoja, akamweka katikati ya wazee. Akaita mtoto mmoja, akamweka katikati ya wazee. Anasema maneno haya, akasema, mimi nawaambia, msipoongoka na kuwa kama vitoto, hamtaingia
kuingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Praise the Lord. Praise the Lord. Yesu anasema wewe huna nguvu, kesha ukaombe na uje mwanangu. Sikiliza, anasema namna gani? Msipoongoka, shida ni nini katika kanisa? The church is not yet converted. The church is not yet converted. He says, msipoongoka, uwe kama vitoto vidogo hivi, hamwezi mkaona ufalme wa mbinguni. Ni kwa nini anatumia mfano wa watoto wadogo? Ni kwa nini Yesu anatumia watoto wadogo? Watoto wadogo wanasoma A, B, C, D. Mtoto anarudiliwa anasema A. Na anaelewa A. Utamchapa sema A. Mtoto ataelewa. Lakini nishika wazee kusoma A. Utambia mtoto sema B. Mtoto atasema B. Utambia mzee sema B. Mzee atakwambia ulisema niseme B. Kama ulisema namna gani? Atirudia. Huyo ni mzee wapendwa. Utambia mtoto chora B. Mzee atakwambia hiyo ni mambo ya upuzi. Wacha kulipima akili. Wacha kulipima akili bana. Mtoto anageuka upesi. Shida ni gani katika kanisa wapendwa? The church is not yet converted. The church is not yet converted. And that's why Christ is saying, those who will inherit the kingdom of God, they must learn the ABCD of God. Praise the Lord. Praise the Lord. The Lord is good. Wapendwa, ni kwa nini basi hatutaurithi ufalme wa mbinguni? Ni kwa sababu hatujasoma maneno kama watoto wadogo. Mstari wake wa 4 anasema, basi yeyote ajinyenyekeshaye mwenyewe kama mtoto huyu ndiye aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni. Bwana asifiwe wapendwa. Bwana asifiwe. Watoto wadogo wananyenyekea. Mtoto ukimwambia bwana ulipa mboga, anakubali tu mara moja, mama ni mimi naomba msamaha. Mama ni mimi naomba msamaha. Anaitikia mapema na anasema mama ni mimi naomba unichape viboko 2 na sitarudia. Ukiona mzee ameiba mboga, wacha ujinga. Takubanga, wacha ujinga. Huyo ni mzee hatakubali. Lakini mtoto hata anapochapa kiboko kimoja, anasema mama ni nini niliiba mboga? Mama nilikuwa njaa. Ninaomba unipige viboko 2, sitarudia. Ninaomba viboko 2, sitarudia mama. Huyo ni mtoto mdogo wapendwa. Mtoto ananyenyekea. Anasema kama hutaweka kiburi chini, kama hutaweka uchoyo chini, kama hutaweka ubinafsi chini, wewe hauko tayari kusoma the alphabet of God. Praise the Lord. Praise the Lord. Church, why are we not thirsting to learn the ABCD?
Why do we not hunger? That we may learn the ABCD of God. Friend, I'm deeply grieved when I see the members of the church indifferent. They do not understand their situation. They do not understand where they are at the present time. They do not understand their situation. And they are not ready to be converted. They are not ready to make self die. They are self-justified themselves. That is the church. Kwa nini ulimkosea ndugu yako? Kwa nini ulienda kumwongea jirani yako vibaya? Anakujibu hiyo ni biashara yako. Hiyo ni biashara yako. Usiingilie. Bado ni kama mnakimbia na yeye, mliniongea vibaya. Kwa nini unamwonyesha madharau ndugu yako? Alionyesha madharau. Kwa nini uko na wivu na kaka yako? Kwa sababu kaka yako alinunua suti mpya. Kwa nini kama hauna suti, kwa nini unaonea haya aliye na suti? Kwa nini bado kanisa halijageuka? Kanisa lina wivu. Kanisa limekataa kusoma kama mtoto mdogo. Wapendwa, ndio ujumbe nilio nayo mchana wa leo. Wapendwa, sijui kama mnaelewa ujumbe wetu ulipitia kiasi gani. Sijui mnaelewa ujumbe wetu ulikuja namna gani. Ama wewe bora ni msabaha. Sijui kama bado mnaelewa Yesu alipitia yapi. Pendwa, wacha nikuonyeshe ukweli ni upi basi. Wacha nikuonyeshe ABCD ni gani. Sababu mwelewi ABCD ni gani. Wakati unapoona ABCD, utakubali wewe utakuwa daktari. Nilipoingia nursery class, basi nilipoanza kusoma ABCD, madam alisema kwamba wewe utakuwa daktari. Mama alipoona haya akasema mtoto wangu atakuwa mwalimu. Nilipofika class 4, mwalimu akapita akaanza kuona handwriting. Akaona hii akasema hii itakuwa ni ya lawyer. Alipotafuta hii akaona hii nayo mbaya, hii nayo inaonekana ni ya daktari. Alipoona hii akasema hii nayo itakuwa namna gani? Hao ni wale ambao walisoma ABCD. Aliona amejua kusoma sounds. Sasa akaingia kuangalia mwandiko. Sobe basi kuangalia kitabu hiki ambacho kinaitwa Yohana 18. Mstari wake ni wa 38. Wapendwa, sijanuia kuchukua muda wenu mwingi sana. Lakini kila ambacho ningependa uelewe katika somo hili, ndio uelewe juu ya ufalme wa Mwenyezi Mungu. Yesu ndiye Abachada ya Mwenyezi Mungu. Yeye ndiye mwanzo na mwisho. Yeye ndiye Alfa na yeye ndiye Omega. Alipokuwa katika mfalme huyu ambaye alikuwa amekatili sana, anasema maneno haya. Yohana 18 mstari wake wa 38. Pilato akamwambia, kweli ni mimi? Kweli ni mimi? What is truth? What is truth? Friend, it's a
Who was Pilate? Who was Pilate? Who was a Roman pontiff? Wapendwa, Pilate alikuwa ni Mrumi ambaye hakuwa ameelewa juu ya kweli. Na Biblia inasema kweli ni nani? Haleluya kanisa. Bwana asifiwe. Linda linda moyo wako kuliko vyote ulindavyo, kesha sana ukaombe. Linda linda moyo wako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wapendwa, ninapomuona Herodi, Herodi alipomwangalia Yesu, alipomuuliza Yesu maswali mengi, Yesu alimwangalia Herodi. Anamwambia, wewe umejua Uadventista ni nini? Yesu alikuwa anamwangalia na asimjibu. Anamwambia Herodi kwa moyo, wewe ulijua ukweli ni nini, lakini ulikataa. Herode hukumu yake na mlango wa rehema wake ulikuwa umefungwa. Lakini anapokuja kwa Pilato, Yesu anampea Pilato nafasi nyingine ya kutubu. Anaonyesha ABCD ya ufalme wa mbingu. Pilato anaonyeshwa ABCD ya Mungu. Anapofikia hapa anauliza Yesu, ukweli ni nini? What is true? What is true? That is our hidden king. What is alphabet? Wapendwa, sijui kama mnanielewa. Kitabu cha Yohana 14 mstari wake wa 6. Anasema maneno haya. Anasema Yesu akamwambia, mimi ndimi njia, ukweli na uzima. Twende kwa Baba kwa njia ya mimi. Bwana asifiwe. Ni nani ukweli? So Christ is the alphabet of God. Kristo alphabet maana. What is the alphabet of God? Alphabet maana truth is the alphabet of God. Alphabet maana. So for you to be a doctor, you have to understand ABCD. For you to reach the Father, you have to understand Christ. If we are together, see Amen. So do you really know what is truth? Do you really understand what is truth? Christ is the truth. Kristo ndiye ukweli. Na hiyo ndiyo tunatangaza hapa. Hiyo ndiyo tunahubiri hapa. Anasema namna gani? Mithali 23:23. Watu na mwangi 23:23. Anasema maneno haya. Anasema maneno haya. Inunue kweli, wala usiuze. Buy Christ. And sell not Christ. Bwana asifiwe. Amen. Buy truth. Buy the truth. And sell it now. I was told when parents give education to their children, wanapea mali ambayo haitaharibika. Wakati Mungu anapotupea Kristo, amepea kweli. Na ni ukweli ambayo haitaharibika. Maramani kweli kwani si mbali, twende mbele
ng'iewo adiera sell it not. gik mondo mi iuse. Accept Christ Yie rwak Kristo and also sell it not. gik mondo mi Bwana iuse. asifiwe. Amen. That is the ABCD I wanted to present to you. Mano e abachana manago mondo mi I'm seeing men both the experience aneno ka ji ma oseng'iewo at the middle of their life. e giko mar ngimagi. Those who bought the Sabbath truth. Jok manong'iewo adiera mar Sabato. Those who bought the Sabbath truth. Jok manong'iewo adiera mar Sabato. They underwent. Ne gikalo. They suffered. Ne gichandore. They shed blood. Ne gipiro negi. Today you're joking with the Sabbath. Kawuono watugo gi adiera. Today you are joking with this truth. Kawuono watugo gi adiera gi. It costed the Son of God. Ne okalo okawo Kristo ne It costed the Son of God. Ne okawo Kristo ne The truth that you're joking with today. adiera watugo kawuono. It costed the Son of God. Ne okawo Kristo ne That we may get life eternal. mondo wanyal yudo gima But maber. today you're joking with it. Kawuono watugo mana kode. Wewe bora unasema windemele kwa upesi tutaona bandari. Yani today you're joking with this truth. Kawuono watugo gi adiera. Today you're joking with this truth. Kawuono watugo gi It adiera. costed the Son of God. Ne okawo Kristo karo maduong'. It costed him blood. Ne ochwere. He shed tears for you. Ne piwang' e chwere. He shed blood for you. Ne ichwereni. He was stripped. Ne ochwade. He was beaten thoroughly. Ne okwaye malit. That we may gain life eternal. Mondo wanyal yudo gima maber. Why do you joke with this truth? Ang'o momiyo watugo gi adiera gi? How many are going to joke with the alphabet of God? Jii watugo gi andiko mokwongo mag How many are going to joke with the alphabet of God? jii watugo gi If andiko you mokwongo mag joke with the alphabet of God, ka watugo gi andiko gi. a guarantee is given to you for condemnation, death. Gima itoa en mana tho. You will be condemned to death. Ibiro tho ema warito. Christ tasted the second death for us. Kristo ne obilo tho ne wan. Christ tasted the seven last plagues for us. Kristo ne obilo masiche. That if we are going to believe on Him, Ni mondo mi ka wayie kuome, we're going to get life eternal. wanyalo yudo gima ochwere. That if we are going to behold Him, Ni ka wang'iye, we are going to have life eternal. wadhi yudo gima ochwere. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Let me read something here also. We are so much more happy. I'm almost coming to an end. Chiki tuko giko. I only need to open some spirit of prophecy over here. Ya mana weche modik gi. Then I'll be calling to an end. Kaso be obiro chiko chika. I'll be calling it to an end. Kaso obiro chiko chika. It is 211. I'm writing. I'm writing 211. I want to open there. Andiko mokwongo 211. 210, I mean. 210. I was carried forward to the time Ting'o mbele when the heathen idolaters okang' ma jok ma ok Nyasaye cruelly persecuted and killed the Christians. ne osando kendo nego jokristo. Blood flowed in torrents. Remo ne chwer. Noble and the learned, Jok ma osomo the common people were alike slain without mercy. kaachiel kod jok matindo inego gi maonge gi I ng'uono. want to show you how this truth was born. Adwaro mondo mi anyisi kaka ne I nong'eyo. want to show you how the alphabet of God was maintained Adwaro mondo mi anyisi kaka andiko mag polo ne oriti to this present time. nyaka e thuolo mwachiel. Wealthy families Jofamili man gi mwandu were reduced to poverty ne ok mobedo jogo ma jochan because they would not yield to their religion. nikech ne ok giyie mondo mi gikwed kata girwak puonj mag Jehova Nyasaye. Notwithstanding the persecutions Ok mana yie mondo mi giyud sand kende and suffering kata e sand which these Christians endured, mane jokristo gi oyie mondo they oyudi, would not lower the standard down. ne ok ginyal wito gimagi. That is the truth we are proclaiming today. Mano e adiera ma walando kawuono. That is how it was born. Mano e kaka nomiyewe. 258.
Miario kabisa boro. 258 paragraph 3. Miario kabisa boro paragraph 3. I'm reading amid the paragraph. No. I was again brought down through these messages and and saw how dearly the people of God had purchased their experience. It had been obtained through much suffering and severe conflict. Anasema kwamba ujumbe huu ambao tunacheza nao leo ulinunuliwa kwa gharama ya kumwaga damu. Bwana asifiwe. Hii kusoma ABCD ya Mungu ambayo inatupea uzima wa milele ilinunuliwa kwa gharama. Leo unapata watu wanacheza. Unapopata watu wanaimba wanacheza. Watu wanajiita Wakristo lakini wanacheza. Watu wanajiita Wasabato